kwanza kwenye kitabu cha Mwanzo sura 6 na mstari wa 6, wa 6 na wa 7. Tunaruka tunasoma na wa 13. Mwanzo sura 6:7 hadi 10. Mwanzo sura 6 mstari wa 6, wa 7 tunaruka tunasoma wa 13, na mwingine anatayarisha mstari wa 14 mpaka 15. Watatu atayarishe Mathayo, niseme kwa watasoma Mathayo 24:36 mpaka 44, na nafasi ya mwisho tusome Watesalonika wa pili, Watesalonika wa kwanza sura 4 mstari wa 15 mpaka 17. Basi ule mtu wa kwanza aanze kusoma. Amen. Kitabu cha Mwanzo sura 6 mstari wa 6 unasema hivi: Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu. Mungu yule mwanasirika juu alifanya mwanadamu, amemfanya mwanadamu duniani. Akahuzunika moyo. Bwana akasema, Mungu anasema, nitamfutilia mbali mwanadamu, au ni kuharibisha mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Mwanadamu na mnyama wote ni sawa, na kitambaacho na ndege wa angani. Kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. 13. Ndio Mungu akamwambia Nuhu. Mungu anamwambia Nuhu nini? Mwisho wa kila mwenye mwili, umekuja mbele zangu. Mungu alitabiri mwisho wa wote wenye mwili, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma. Amen. Basi nitawaharibu pamoja na dunia. Amen. Watu waketi, tusome nafasi ya kufuata. Mimi naanza nasoma Yuda, mwingine nasoma Watesalonika wa kwanza 4:15 mpaka 17. Waraka wa Yuda sura 1 mstari wa 14 nasema hivi: na Henoko mtu wa 7 kabla ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuwaadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Watesalonika 17. Tunasoma katika jina la Yesu. Soma. Kwa kuwa tawaambia haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, tutakuwa wazima siku Yesu atakuya. Hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Hatutatangulia wale washaka kufa, kwa sababu Bwana mwenyewe Yesu yeye peke atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na delegation, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu. Na waliokufa katika Kristo, wale watakatifu wa zamani watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai watakuwa wazima, tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani. Amen. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Amen. Mathayo 24:36. Soma. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Amen. Shuka kidogo. 37. Kwa maana waendelee mpaka 44. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, kwa siku za Nuhu, ndivyo
utakavyokuwa kila na kunywa wakiona kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja, hawakujua, ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, wawili watakuwa kazini, mmoja atatwaliwa, mmoja mmoja aachwa, na mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga ngano, mmoja atatwaliwa, mmoja ataenda, mmoja aachwa, na mwingine atabakia. Kesheni basi, kesheni kanisa la Kristo, kesheni basi, kesheni, kwa maana hatujue ni siku ipi, ni siku gani atakayokuja Bwana wenu. Amen. Hatuna save the date ya kuja kwa Yesu Kristo kulichukua kanisa lake. Imba pamoja nami wimbo huu, usogeze moyo wako, usikilize taratibu. Muda unaobaki ni mfupi, tayarisheni ndugu sasa, Bwana ajapo tuwepo tayari, tutaimba naye kule mbinguni. Imba tena, muda unaobaki ni mfupi, jitayarisheni ndugu sasa, Yesu ajapo tuwepo tayari, tutaimba naye kule mbinguni. Amen. Hii ni information ya ufalme wa Mungu. Binasemaka siku zote, njia za kawaida zikishindwa, huyu Mungu mwe tunaabudu hapa Goroshe atafanya njia zenye haziko za kawaida kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Najua kusimama hapa haiko droit yangu, ni favere, kwa sababu kutumikia Mungu mimi nasemaka ni occasion ne pas rater. Tunatia vingine vyote, lakini tusikose kumtumikia Mungu, na zaidi ya yote ni kutafuta wenzetu, tukue pamoja, tukue tayari kusudi wakati kienea, saa ikifika, mie mweniko nasema na wewe mwenye uko nasikiliza, tukutane siku moja mawinguni. Hakuna sita ya kuhubiri Injili, kuko ndio mateso ya Injili, kwa sababu siku zote ukweli haina mashabiki. Information zinakuwaga za mingi. Kuko wa journaliste wanahusika na mambo ya nchi, banaongeaka tu politiki. Kuko wa journaliste wanahusika na mambo ya michezo, sport na loisir, banaongeaka tu ile habari ya sport ndio inawahusu. Kuko bengine ba journaliste banahusika tu na mambo sote ya mitandao, maana kila mtu iko na venye vinamhusu. Na hizi habari zetuko tunaongea asubuhi ya leo ni kukukumbusha ujue tunatoka wapi, tuko wapi, na tuko tunaenda wapi. Amen. Hatukuyake mkanisa kusudi waone tulivala ai. Ndio maana kama uko navala vile unajisikia, unasababu kama mbele ya Mungu ndio unakuya, nakupa pole Mkristo mwenzangu. Hatukuyake mkanisa juu waone tuko na maumbile ya namna gani.
Hauku yake hapa juu tuone huko na sura yae wala maumbile gani, hapana. Hatuku yake hapa juu tuone ba viongozi yetu huku mbele walivala vitu wakritike kule nje. Hauku yake hapa uone mwenzako alishabadilisha mara ngapi nguo zake kusudi useme zinakuwaka ine. Alivala hii juzi na hii leo, labda na ile kesho. Haiko ndio malengo ya kukuya hapa. Tulikuwa hapa kusudi wakati ikifika, siku Baba atasimama, Yesu atamuuliza, nilikupa kundi langu, wale watu wako wapi? Baba atasema, nilikata kundi, kulikuwa parti moja, nikapatia mchungaji Songa, akaisimamia, akaiongoza. Umuulize na ile kundi aliongoza namna gani? Mchungaji atasema, Pome ndio ule pale, mama kiongozi ndio ule pale. Amen, amen. Mama visionere kwa juna yeye ni mshirika wa hapa, atasema ndio ule pale. Atasema kundi yenye nilikuwa mimi naongoza, benye walikuwa wananisikia njoo hapa. Kama naomba mwa ile list utaonekana ile siku. Na apra kumuuliza vile, batambia Baba haiko ndio tebale. Atasema ingine kundi nikapatia mchungaji mbugani. Umuulize naye wale watu wenye nilimupa alibazere ai. Atasema ndio nilikuwa na watu 10, lakini bawili hapa au watatu au waine wenye walikuwa wanatii, wenye walikuwa wakitembea mapenzi ya Mungu, njoo hapa. Ile ndio tunaita raporo ya kazi yenye mtu alifanya hapa kudunia. Hatuku yake hapa kufanya azara. Amen, amen. Wakati Mungu alikuwa anaumba mwanadamu, alijua kama anafanya kitu ya lazima yenye kinamfanana kwa mfano wa sura yake, kwa kazi ya mikono yake, na kaipulizia pumzi ya uhai. Mwanadamu akakuwa mfano wa Mungu. Lakini ule nyoka wa zamani mwenye anaandikwa mkitabu cha Ufunuo sura 12, ule mwenye alikuwa wa kwanza kutenda dhambi haiko mwanadamu, ni Shetani ndio alikuwa wa kwanza kufanya dhambi, na alijua pinisio yenye Mungu anamtarishia siku ya mwisho. Alijua ghadhabu ya Mungu iko wapi, lakini akajireserve, akaacha kwanza aone Shetani atajikomportea aje. Shetani hakupata moyo wa kutubu, akapenda apate majorite. Malaika wenye alitoka nao mbingu hawakumtoshelea, akaona umwadanganya mwanadamu naye kusudi apate watu wa mbingu. Kwa hiyo kama mwanadamu ataongezeka na mpaka daza dunia. Amen, amen. Sasa mwanadamu wakati alidanganyika na Shetani anamdanganya, akaanza kuongezea ghadhabu ya Mungu. Maovu ya mwanadamu ilianza accelerate kolera ya Mungu. Amen, amen. Manake Mungu kwanza alikuwa na kolera juu Shetani anamuasi. Kisha Shetani akadanganya mwanadamu. Mwanadamu naye akaanza kuongeza kolera ya Mungu. Palikuwa na mtu wa zamani sana anaitwa Enoke. Enoke ni mtu wa 7 kabla ya Adamu. Alikuwa anahubiri watu wa wakati wake, akawaambia mfanye angalisho, mtihadhari, kwa juu Mungu iko naona vile mko mnafanya. Mungu iko nasikia vile mko mnasema. Na siku ya mwisho Yesu atakuja na watakatifu wake maelfu. Ilikuwa maneno ya unabii. Jina la Yesu Henoko hakulitaja, lakini alisema Bwana, kwa sababu Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Akasema Bwana atakuja na watakatifu wake maelfu kusudi ahukumu dunia juu ya maneno yetu na juu ya matendo yetu. Watu wale wakati ya Henoko
hawakuelewa hizi habari. Kila kizazi kikumjua Mungu, wakajichafua sana. Mungu akaifasa kile kizazi, akachagua mtu mmoja anaitwa Enoko, akanyakuliwa. Enoko alikuwa mtu wa kwanza kunyakuliwa. Amen, amen. Mtu wa pili alikuwa ni Nuhu. Yesu peke na confirm anasema sadisi vilikuwaka wakati wa Nuhu, watu walivyokuwa wakila na kunywa, walivyokuwa wakioa na kuolewa, ndivyo itakavyokuwa siku ya kuja kwa mwana wa Adamu. Kwa jumla tuele siku balijua tu kukula na kunywa, wakajua kuoa na kuolewa. Mungu akaanza kugazibika zaidi ya giza alikuwa anagazibika wakati ya shetani. Kolera ya Mungu ikaanza kuongezeka. Naomba unifuate. Itikia amen. Kolera ya Mungu ikaanza kuongezeka. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa wote wenye mwili umekuja mbele zangu. Nitaharibu mwanadamu na wanyama na kila kitu yenye kudunia, ndabiharibisha kwa sababu maovu imekuwa mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kolera ya Mungu akasema juu ya neno la mwisho wa wote wenye mwili. Wenye mwili njo mie na wewe, njo muti, njo kuku, ndio tunaonaga vyote tunaitwa wenye mwili. Mungu iko na mpango juu ya maisha yetu. Amen, amen. Na baada ya Enoko na Nuhu palitokea manabii wa zamani. Manabii wa zamani walitumikishwa na Mungu, akina Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Yusufu, akina Musa. Musa alikuwa na kapasite ya kufanya mafungo ya 40 jours mara pili. Anairudia pale bila kupumzika. Manake Mungu akamfanya kuwa rafiki. Musa alikuwa rafiki ya Mungu. Hakuwa mwanadamu wa kawaida. Alisema na Mungu sawa vile mtu na rafiki yake wanaongeaka, ndio kisi Musa alikuwa anaongea na Mungu. Lakini pamoja na hii upako yote, Musa hakupata kapasite ya kushanje mpango ya Mungu ya kuharibu wote wenye mwili. Amen, amen. Nabii Samueli alikuwa na upako. Upako ya Nabii Samueli ilikuwa ya ajabu sana. Ni mtu mwenye alikuwa anafaa kiingia mwingine fulani, ile mwingine yote inakuwa minena upako. Mpaka siku Sauli alifika maile mlima, mfalme mzima akavuna manguo, akajisahabu kwa juu ile upako ya mtu wa Mungu. Lakini pamoja na hiyo upako yote ya Samueli, na yeye alipaka Daudi mafuta kwa mfalme katika Israeli, lakini hakushawishi Mungu kutosha mpango ya kuleta mwisho kwa wote wenye mwili, na hakushanje kolera ya Mungu. Decision ya Mungu ilibakia kuwa ni ile ile. Wakati ya manabii ilipita, ba Daudi, ba Musa, ba Enoko, ba Elia, ba Nuhu, hakuna mwenye alikonvaincre Mungu kubadilisha mpango ya kuleta mwisho wa wote wenye mwili. Amen, amen. Nisikilize usiliko naenda watu. Wakati ya manabii ilipita na Mungu alikuwa anaongoza peke, lakini mpango ya Mungu ilibakia ni ile ile tu ya kuleta mwisho kwa wote wenye mwili. Pakatokea mitume wakati ya Yesu. Mtume wa Mungu Nabii Yohana alikuwa anahubiri jangwani pasipo kuogopa mtu. Tayari njoo yenye hauna. Ni ole sana Mkristo mwenzangu. Na mpenda mtumishi wa Mungu Nabii Isaya. Alikuwa anahubiri watu iko nasema ole wenu. Ole wenu. Ole wenu, ole wenu, ole wenu. Ukisoma Isaya chapitra ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, Nabii Isaya yuko anahubiri anasema ole wenu. Ole wenu. Anasema lia kwa sababu uko mwanadamu. Kwa sababu alijua mwisho wa wanadamu itakuwa ni mbaya kushinda mwanzo. Nabii Isaya akawa anahubiri anasema ole wenu. Lakini siku moja
Nabii Isaya aliona utukufu wa Mungu, akaona maono ya mbingu, akaona Mungu anaikaa kiti cha enzi, akaona makerubi malaika baine wanakuaga mbingu penye liko na mabawa 6 banajaa macho nje na ndani. Nabii Isaya kabaona wanaikala kwenye nguo ya Mungu, biko wanalia usiku na mchana bila repo, biko nasema mtakatifu, 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 mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Wakati Nabii Isaya aliona hii maono, akaona malaika wanajaa pande zote, mbingu ikajaa utukufu juu ya ile adoration ya malaika. Nabii Isaya akalia akasema, ole wangu. Mwanzo alikuwa anaambia, anasema ole wenu, iko naambia wengine, lakini wakati aliona utukufu ya Mungu akasema, ole wangu, ole wangu, kwa sababu niko mtu mwenye midomo michafu na macho yangu imeona mtakatifu Bwana wa majeshi. Neno la Mungu wakati linashuka haiko ya kukuambia wewe mwenzangu, lakini mie na wewe. Wakati neno la Mungu linashuka, usiangalie mwenyeko pembeni yako, ujiangalie wewe peke. Kama Mungu akisimama, angalie maisha yako ya siri, matendo yako, tabia zako, maneno yako, bila wanafanyaka kwa siri. Kama Mungu akiviangalia, eske utaresiste? Eske utaingia katika ufalme wa Mungu? Eske jina lako litakuwa kitabu ya uzima selo matendo yako ya siri? Kwa sababu mtumishi wa Mungu Yohana aliona maono ya mbinguni, akaona kiti cha enzi, akaona vitabu vikafunguliwa, akaona vitabu vya hukumu, vitabu ya matendo. Anasema wenye walikuwa washakufa wakafufuka, wazima wakabadilishwa. Manake watu yote walikuwa mbele ya Mungu, na kila mtu akahukumiwa sawasawa na matendo yake. Na kama mtu haiko mkitabu ya uzima, aseme walitupwa katika ziwa la moto. Na Yesu anasema nini? Gisi vilikuwaka ile wakati ya zamani, ndio gisi vitakuwa kwa wakati wa kuja kwake. Mtu wa Mungu Nuhu alihubiri, akasimama pamoja na Mungu, akaambia watu ya wakati yake, mkuye msafina kusudi wakati mvula itanyesha musiangamie, kwa sababu Mungu atanyeshesha mvula itaangamiza watu wote. Nisikilize mzuri, watu ile wakati hawakujali Nuhu, bakazarau ile mesaji. Japokuwa Nuhu alikuwa anafunua habari za Yesu Kristo, Yesu ndio safina ya kweli, na gharika ni alama ya ziki kubwa yenye itakuwa baada ya kanisa kuondoka. Wakati kanisa itaenda, kutakuwa ziki kubwa yenye Mungu atapermetre ifundishe wanadamu kusudi la murudilie. Na Enoko alihubiri akasema, maneno yetu Mungu ataihukumu na matendo yetu Mungu ataihukumu. Lakini watu hawakujali. Sasa watu hiyo wakati na si atuhangaike. Leo mtu iko na ujasiri ya kupia mkanisa, anaingia na anatoka, hakuomba hata sekunde mbili, hakusema hata Mungu nisamee, hakusema hata asante Mungu kwa hii uzima unanipatia. Mtu anaingia mkanisa, anatoka, hakusema hata amena. Mtu iko anaingia mkanisa, lakini matendo yake haifanani kanisa yake. Sasa unasikia ushuhuda ya Roho, anasema hii ni kanisa ya mzuri. Sasa unaangalia matendo na tabia ya mtu wa Roho, unakuta viko tofauti. Sasa unasikia ushuhuda ya kanisa ya mtumishi wa Mungu, unakuta ni sawa. Sasa unakuta mtu wa kuroshe, unaangalia matendo yake na tabia, unakuta ni tofauti. Na tunasema tuko tunaenda mbinguni. Nilikwambia hatuku yake hapa juu ya kubarikiwa tu, lakini tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na mengine tutazidishiwa. Amen, amen.